Alright. Welcome katika moduli ya pili. Hapa tutaenda kuangalia profile optimization au the money magnets. Namna sasa ya kuweza kuimake profile yako ionekane kiprofessional zaidi na uonekane mtu ambaye sio wa kubahatisha. Na lengo la kufanya hii profile optimization ni kugeuza ukurasa wako kutoka kwenye ukurasa wa kawaida na kuwa mashine ya kuaminika haraka kwa wateja wako au walengo wako. Are we together? Na kitu cha kwanza kabisa ni username, jina la ukurasa wako. Hii inaitwa brand name for the other name au for the other language. Sasa sikiliza kwa makini, usiweke majina yenye namba nyingi au alama zinazochanganya ambayo hayakumbukwi kiurahisi. Kwa mfano, mbaya zaidi unaandika let's say username yako Shamza underscore 123 underscore supplement underscore tz. What is this? This is so, yani ni ngumu, so bad. Naelewa? Ngumu mtu kuikumbuka, ni ngumu. So nzuri, andika hivi. Mfano, unaweza kaandika ukaja kama username kama hii hapa, Uzito Master. This is amazing, short and clear na rahisi kukumbukwa. Let's say uko kwa wanaume, unasema afya ya wanaume. Very simple. Ngozi, let's say Ngozi Soft. Are we together? Kanuni ya kuzingatia ni kwamba jina liendane na suluhisho unalolitoa. Mtu akiona jina tu ajue anaenda kupata nini, anaenda kujifunza nini hapo. Are we together? Kwa hiyo make sure unakuwa makini. Namba 2, picha ya profile, the trust factor. Make sure una profile ambayo ni nzuri inaonekana. Kwa mfano, watu wananunua kutoka kwa watu na sio kutoka kwenye logo za kampuni. Yaani sio unaweka branding na nini. Kwa kama unataka kutengeneza brandi, kama unajenga brandi yako binafsi au personal brand, weka picha nzuri yenye tabasamu kidogo na mwanga ukiwa umevaa vizuri. Kama hiyo picha ambayo nimeshare hapo. Kama ni theme pages, weka picha inayowakilisha niche yako kwa ubora wa juu au high definition, then inakuwa perfect zaidi kwenye profile picture yako. Namba 3, hii ni bio ya kikatili. Hii inaitwa the 4 step formula ya kuandika bio yako. Sasa sikiliza brother, sikiliza sister. Usiandike welcome to my page. Watu wengi wanaandikaga hivyo kwenye maelezo yao. Bio ni maelezo mafupi, labda nielezee kwa kina. Bio ni maelezo machache ambayo mtu akiingia kwenye profile yako anaona wewe unadili na kitu gani. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi yeye kuweza kuelewa ambacho unadili nacho. Nitakupa mfano. For instance, nikija hapa for my account Instagram hapa, you will see this one. So this is bio. Nawasaidia vijana miaka 25, miaka 35 kutengeneza milioni 3 online bila mtaji mkubwa. Umeona? That is all about bio. Maelezo mafupi kuhusiana unachokifanya. So formula ya kutengeneza bio, usiandike welcome to my page au God first, Mungu kwanza. Hiyo haileti pesa my dear. Tumia formula hii. Namba 1, mstari wa kwanza au solid au unajenga mamlaka. Mfano, namsaidia nani kupata nini. Umeelewa? Kama ambavyo umeona hapo, mimi nawasaidia vijana miaka 25, 35 kutengeneza kipato 1 2 3B as you see. Na hapa nimekupa mfano kabisa guys, ushindwe wewe. Mfano, namsaidia mama aliyejifungua kupunguza tumbo ndani ya siku 30. Haya ni maelezo machache yameeleweka. Point ya pili, mstari namba 2, baada ya maneno hayo sasa utaandika, hii inaweza kawa ni siri. Let's say kwa nini wewe. Mfano, zaidi ya wanawake 500 wamefaulu bila njaa, bila kushinda njaa na kujinyima chakula wanachopenda. You can write in such kind of way, then inakuwa perfect and super. Mstari wa 3 inaitwa social proof, ambayo inajenga trust, uaminifu. Suluhisho la asili, matokeo ndani ya wiki 2. That is so powerful, short and clear. Mstari wa 4 inaitwa call to action, CTA. Mueleze sasa nini cha kufanya sasa hivi, afanye nini. Mfano, bofya linki hapa chini kupata mwongozo wa bure. Are we together? As you see my account hapa, ukiingia guys, this is look wow. Bofya hapa kujifunza free masterclass. Kwa maana yake tayari mtu anakuwa anashawishika kuweza kuingia na kutaka kujua zaidi nini ambacho unakiofa au unakitoa kitu gani. Umenipata? Yeah, so make sure unaandika hivyo. Na point ya 4 hii, unaweka link ya WhatsApp. Hii inaitwa the golden mine. Unaona, usitume watu kwenye website ndefu kama ndio unaanza, watapotea bure. Tengeneza link ya kuja watu WhatsApp. Are we together?
na unaandika ujumbe ulioandaliwa tayari, maanake ndo anausubmit. Kwa mfano, habari, jina langu, nimeona ukurasa wako Instagram, nahitaji msaada wa kupunguza kitambi, naitwa fulani, ataandika majina yake. Inakuwa ni rahisi kuweza kupata name list ya wateja na kuclose deal. Namba 5 cha kuzingatia kwenye profile optimization ni highlight, ingawa sio muhimu, hazihusi my account hapa. Highlight ni hivi vitu ambavyo vinakuwa hapa, maanake hizi ndio sales page zako, lazima uwe na hizi 4. Hizi zikawa 4 au 5 whatever. Namba 1, matokeo au testimonial, picha za before and after za wateja wako. Hii ndio inauza zaidi, watu wanaanza kuamini, kukutrust zaidi. Au together, usifungue tu account ovyo ovyo. Umeona, ndio maana ukiangalia hapa mimi unaona testimonial. Lakini pia jinsi inavyofanya kazi, maelezo mafupi ya bidhaa zako au huduma yako. Au together, hapo utaandika, mfano mimi nimeandika Mary, maana atajifunza vitu kama hivyo. Kuna order, labda bei, jinsi ya kulipia, jinsi ya kufanya delivery, you see there. Umeona kwenye hiyo profile yangu as look this. Umeelewa? Lakini kuna review, labda screenshot za wateja wakisema asante, mzigo nimepata, au testimonial, shuhuda na kadhalika. Sasa this is all about moduli ya 4. Make sure unazingatia, na kazi ninayotaka ufanye hapa ni hii hapa. Na kusisitiza, hauruhusiwi kuweza kuendelea kama hujafanya haya. Au together, rekebisha bio yako kwa kutumia formula ya mistari 4 hapo juu. Hiyo ni homework ya kwanza. Homework ya pili, tengeneza link ya WhatsApp na uiweke kwenye sehemu ya website kwenye profile. Homework ya tatu, tengeneza highlight 3 hata kama una wateja bado, weka elimu jinsi ya kupata huduma na kadhalika. Are we together guys? I hope you understand katika hii moduli na unafurahia somo na umeenjoy. Make sure unafanyia kazi kabla hujaenda hatua nyingine. Are we together guys? Let's go, tukutane kwenye moduli inayofuata.